tumeona na tumesikia yale maneno mshukaji wetu ameongea kutoka Meru, na imetutia hofu, na ni kwa sababu yeye ni mtu mmoja ambaye nimekuwa nikimwandikia barua na nimempatia warning, na akarudisha barua akasema atabadilika. Yeye katika Jesus Winner hana ruhusa yoyote ya kutamka kwa niaba ya Jesus Winner Ministry. Yeye hakuna mahali amewekwa katika national, hakuna mahali amewekwa katika regional, yeye ni binafsi. Kwa hivyo ningetaka niambie serikali ya kwamba huyu mtu ameongea maoni yake, si maoni ya Jesus Winner Ministry. Na tena kitu kingine, tukiruka mwaka Mungu aliongea akasema kuna magonjwa mbili itakuja. Ukienda kwa unabii point number 26 imesema kutatokea magonjwa, na nikaongea na huzuni na nikasema niko na huzuni. Sasa yeye anapigana na yale Mungu alikuwa ameongea. Bwana hakuongea mapema aseme hakuna ugonjwa itakuja. Kwa hivyo nataka niseme hivi ya kwamba Pastor Kirimi yeye binafsi, hata yeye mwenyewe ajue ya kwamba hana ruhusa ya kuongea kwa niaba ya Jesus Winner Ministry. Hata Meru hana ruhusa ya kuongea Meru, kwa sababu hii ni kanisa ya Jesus Winner Ministry. Unless aende aongee kwa niaba ya kanisa yake ili atafungua, ni kwa sababu asiongee kinyume na serikali. Hii ugonjwa haija kutoka Kenya, iko dunia mzima, watu wamekufa, watu wako hospitali, kwa sababu yeye ni kupiga kifua, anapiga serikali vile imesema. Rais wetu ameita kesho maombi State House ndio watu waombee Kenya mzima, naye wakati anasema hakuna ugonjwa. Maneno ambayo huyu mchungaji alinena, ningependa kusema ya kwamba ni maoni yake yeye mwenyewe, hayahusikani na mtu yoyote kabisa. Na tungependa kujitenga na hayo maneno kama Jesus Winner Ministry. Amen. Yote Kenya mzima kabisa. Kwa hivyo kwa sasa hatujafurahi na hayo maneno, na tungependa kujitenga na hayo maneno kabisa katika jina la Yesu. Amen. Na tungependa kuambia Wakenya wazingatie yale maagizo serikali imesema, na tuko tayari kushirikiana na serikali kama kanisa.